Asante sana gavana wa jimbo la Vihiga, rafiki yangu Otichilo, Mama Aida, ndugu zangu Oparanya, Kioni, seneta wa kaunti hii na mbunge wetu wa eneo hili Dick Maungu, familia ya Brian na William na wote ambao mumekuja kuomboleza, na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Hamjambo? Mlembe? Najua mmechoka na leo ni siku ya huzuni sana. Sitaki niseme mengi, ila tu nimshukuru sana Mama Aida. Jana tumekuwa naye kule upande wa Bondo na baba, na wamesimama na familia zote ambazo zimeathirika sababu ya askari wetu wa polisi kuwa wa Kenya kwa njia ya kiholela. Leo Mama Aida na baba wamekuja hapa Western kuweza kuomboleza na nyumba ya Mlembe, familia ya Akala. Tuko hapa kusema pole kwenu, lakini pia tumekuja hapa viongozi wa Azimio wote tukisema kwa kauli moja ya kwamba hatujakuja tu kusema pole. Tumekuja kuwahakikishia ya kwamba tutasimama nanyi leo kwa maombolezi, lakini zaidi tutasimama nanyi kutafuta haki kwa hawa watoto wetu ambao wamelala hapa. We are here not just to mourn, not just to condole the family of these young people here, Brian and William, but we are here to also assure you, the affected families, that we shall stand with you in your quest for justice, nationally and internationally. Sisi hatutangoja serikali hii ambayo imekubali watu wawe kiholela, eti hawa ndio tena watafanya uchunguzi, wajichunguze wenyewe, washike askari wao wenyewe na wapeleke mahakamani tupate haki. Hatutapata haki kwa hii serikali. Ndio sababu sisi tumejitolea, na Azimio iko na mawakili wengi. Tuko na timu kubwa sana ya mawakili ambao wanaendelea kutayarisha haya mashtaka, na tumesema hatutarudi nyuma hadi haki iweze kutendeka. Siku ya tarehe 21, siku ile Brian na William, polisi waliwavamia Nyalenda kwa nyumba zao. Hawa vijana hawakuwa kwa maandamano nje ya nyumba zao, walikuwa kwa estate, kwa room yao, kwa chumba chao, ndugu wawili, very young Kenyans. Ni polisi ndio walivamia mtaa wa Nyalenda, wakavunja milango, wakatoa hawa watoto, waliwapiga, wakawajeruhi hadi wakafa kule hospitali ya Jaramogi Oginga Odinga. Siku ya leo nashukuru watu wa media, sababu media wamekuwa mstari wa mbele kutuonyesha zile picha za maovu ya askari hawa wa Kenya Kwanza government. We must thank the media because you have exposed police brutality in the Republic of Kenya. We saw the pictures of these young people being beaten in Nyalenda, being clobbered like snakes. Hata nyoka hapigwi kwa njia ile Brian na William walipigwa na hawa askari. Tunaomba media mtusaidie, our legal team, tukitayarisha ushahidi. We know you have the images, we know you have the faces, we know you have the identities of the rogue officers who were involved. Let us work as a team to support this family so that justice is done. Siku ya tarehe 21 nimeangalia ile katika mtandao Twitter, account ya yule waziri wa ulinzi, my successor bwana Adan Duale. Nimeangalia pia Twitter account ya yule waziri wa usalama wa ndani, Profesa Kindiki.
Tarehe 21 huyu Brian na William wakipigwa Nyalenda. This is what Duale tweeted on that day, na nataka muangalie Twitter account yake. Alisema eti, even if it means kicking down their doors and flashing them out, we will do so. Huyo ni waziri wa ulinzi. Alisema their days are numbered, even if it means kicking down their doors and flashing them from their houses, we will do so. Yani anamaanisha eti hata kama itabidi waingie kwa nyumba zao, wavunje milango, wawatoe nje, itafanyika, na ilifanyika tarehe 21. That is what the police did. Kicked down doors, flashed out these young people, and they bludgeoned them to death. Bwana Kindiki naye amesema siku tarehe 21 Brian na William hawa wakipigwa wakiwao, alisema nchi iko salama, askari wanafanya kazi kwa njia sawa sawa, askari wanafanya kazi kwa njia ya umakinifu. This is what Professor Kindiki tweeted: the country is safe, our security agents are working with diligence and professionalism. Is what happened in Nyalenda, the clobbering and butchering of young Brian and William, a professional way for our police to conduct themselves. Baada ya hapo, mkubwa wao William Ruto mwenyewe alisema ya kwamba hongera polisi, mumefanya kazi nzuri sana, you have done a fantastic job. Watu wa Emuhaya, watu wa Vihiga, is this a good job? Hawa watoto kupigwa na kuawa na polisi, je, hii ni kazi nzuri? Hiyo tuwataka Ruto popote alipo asikie, na ndio sababu tukijiandaa kuwapeleka kule Hague, hatutajali hata sasa kama ameweka sahihi mkataba wa Malabo, eti mkataba huo unamzuia yeye asishtakiwe kule ICC. Yani Ruto akubali watoto wetu wawawe, wapigwe, ati na aweke sahihi mkataba tusimshtaki. Watu wa Vihiga County na wauliza hivi, munakubali ashtakiwe asishtakiwe? Arudi Hague? Ruto ashtakiwe Hague? Arudi ICC? Inspector IG Koome aende ICC? Munakubali? Kwa hivyo vile mumesema our legal team is here, Bwana Kaluma nafikiri mmesikia, we must proceed whether Ruto signs the Malabo protocol or not. We shall hold him and his rogue government accountable for the death of William and Brian and Benjamin Imbi kutoka kule Nakuru. Hapa pia umezika kijana Rafael Shigali, alikuwa boxer, kijana Mluya, alikuwa kule Makadara Nairobi, hakuwa na hatia, yeye pia amepigwa, amewawa kule Nairobi. Poleni watu wa Luanda, watu wa Emuhaya, watu wa Vihiga, watu wa Western kupoteza hawa watoto. Na sio tu hapa Vihiga umepoteza watu 4. Kakamega hapa juzi tumezika jamaa anaitwa Meshak Ishireka hapa kwa Bwana Oparanya na Wajakoya. Upande wa Lugari tumezika jamaa anaitwa Kalasinga, anatoka Lugari hapa Kakamega. Kule Kitale Trans Nzoia tumemzika kijana anaitwa Edward Wanjala, alikuwa ameenda kutafuta kibarua huko upande wa Kitengela, alikuwa anatoroka, polisi wakamlima risasi nyuma ya kichwa, wakapasua kichwa, kijana akafa, tumemzika hapo Trans Nzoia. Hapa Busia tumemzika pia kijana mdogo Duncan Simiyu, pia yeye alilimwa risasi na hawa polisi. Kwa hivyo kusikia IG wa polisi anasema eti upinzani tumeenda kuchukua miili kwa mochari ili tufanyie siasa. Hawa watoto, si ni watoto wetu wamelala mbele yetu? Wamewawa hawajawawa hao?
So twasema bwana Koome akome kuwa IG wa polisi ya Kenya, na tutachukua hatua kwa support yenu kuhakikisha amekomeshwa kuwa IG ya Kenya. Mnakubali hiyo? So sitaki niseme kuliko hapo, lakini la mwisho nataka niongee kidogo, mniruhusu kwa kimombo, sababu international community wao wamenyamaza kimya haya mauaji ya kiholela yakifanyika Kenya. The international community remains silent when there's gross violation of human rights in the Republic of Kenya. We have heard them, the World Bank telling Museveni they will not allow him to draw money from the World Bank because of violation of gay rights in Uganda. Today I ask, as we bury these young people here, are gay rights superior to human rights of William and Brian, whose rights have been violated by the police of Kenya? Are gay rights superior to other human rights? Yani nauliza, hawa wazungu wanasumbua mzee wetu Museveni hapa ati sababu ameleta sheria ya kuzuia ushoga, ati sasa yeye anadhulumu mashoga huko. Tunauliza, kwani haki za mashoga zinashinda haki za kibinadamu? Hawa wanadamu wanaitwa William na Brian wamewawa na polisi ya Kenya. Their rights have been violated. Their human rights. Are gay rights superior to the human rights of the people of Kenya? Why the double standards? We want to ask our Western friends. Why the double standards? Why are you quiet when Ruto and his government are violating human rights in Kenya? As we speak, almost 70 people have been killed in the Republic of Kenya. Yet the World Bank continues giving Ruto money. IMF congratulates Ruto for doing a good job. Yet he is violating human rights in Kenya. Why the double standards? Sitaki niseme kuliko hapo, nataka niseme ni pole. Tuko pamoja watu wetu, tutaendelea kuwa pamoja. Tumekuja na kiongozi wa Jubilee Party ametoka Mlima Kenya. Huko pia wako na shida vile tulio na shida hapa. Yeye amekuwa anabeba sufuria. Na Ruto anasema huyu Kioni anavaa sufuria kwa nini? Sababu hiyo sufuria ndio alama ya njaa Kenya. Ama huku hamuna njaa? Huku muna njaa? Sasa kile kimefanya sisi tuende tufanye maandamano ilikuwa tu ni kusema Ruto ashukishe bei ya ugali, bei ya unga. Hiyo ni makosa jamani? Tumemwambia ashukishe bei ya sukari, bei ya mafuta, stima ashukishe. Hiyo ni makosa jamani? Na hiyo ni haki yenu kwa kipengele cha 37 cha katiba. Muko na haki kuandamana na kulalamika kwa hii serikali. Na haki yenu ni kama haki ya watu wa Eldoret. Juzi wale wameenda kuandamana kwa mambo ya ile masomo ya watoto wao. Magavana wao walipoteza pesa ya watoto kwenda kusoma ng'ambo. Wameruhusu watu Eldoret kufanya maandamano, hawakuwa wapiga marisasi. Kwa nini watoto wetu wakiandamana wanapigwa na wale hawapigwi? Juzi kule Kericho kumekuwa na maandamano kwa mashini ya majani chai. Hawapigwi risasi huko? Kwani kuna Wakenya wana haki kuliko wengine? Bwana Kioni, njoo utuambie hii sufuria inamaanisha nini? Karibu Jeremiah Kioni, Secretary General wa Jubilee Party ya Kenya. Karibu ndugu yangu.